Upo umuhimu mkubwa wa kuwa na uhakika wa barabara, lakini pia madaraja ya bora na yenye uhakika ambayo yanawafanya raia ama wananchi kwa ujumla kuweza kufanya shughuli za usafiri na usafirishaji wakiwa na uhakika kabisa bila kupata kadhia yoyote ile. Baadhi ya maeneo wamekuwa na changamoto ya kuvuka kutoka upande mmoja kwenda mwingine kwa sababu ya ukosefu wa madaraja bora kabisa, na moja kati ya maeneo hayo ni eneo hili ambapo nipo. Hapa nipo katika wilaya ya Kaliua mkoani Tabora, na nipo katika eneo ambapo limejengwa daraja la mawe la mita 60.3 katika barabara ya Sasu King'wang'oko mpaka Seleli wilayani Kaliua. Daraja hili linakwenda kuunganisha mkoa wa Shinyanga na Tabora na kurahisisha kabisa shughuli za usafiri na usafirishaji. Hapo awali kulikuwa na changamoto kubwa ambazo wakazi wa maeneo hayo walikuwa wanakutana nazo, ikiwemo maji kuwa mengi hapa na kuwafanya washindwe kuvuka kirahisi. Walilazimika kuvushwa kwa mbinu ambazo zilikuwa zinatumika hapa na vijana wa eneo hili, na walikuwa wanawatoza shilingi 1000 na wakati mwingine hata zaidi ya shilingi 1000. Kama unataka kuvuka hapa ilikuwa lazima utoe 1000 ili uweze kuvuka upande wa pili. Ukiwa na mzigo unapigwa mpaka shilingi 5000 za Kitanzania. Lakini serikali kupitia TARURA imeona hiyo kadhia na imeamua kuweka nguvu ya kuhakikisha kwamba wanakamilisha ujenzi wa daraja hili ambalo limegharimu shilingi takriban milioni 621 kwa sababu ni daraja la mawe. Kama lingejengwa kwa zege lingefikia zaidi ya bilioni 3. Niko hapa kukuonesha daraja hili, lakini pia nazungumza na meneja wa TARURA wilaya ya Kaliua. Nazungumza pia na wananchi mbalimbali ambao wako katika eneo hili, watupe experience yao ilikuwaje wakati huo. Mimi ni Bakari Chijumba, ina Ayo TV. Mimi kwa jina anaitwa Joseph Shuara, mkazi wa Kinambata Kagongo Seleli. Hali hapa ilikuwa ngumu kwa sababu sisi ndio tulikuwa hapa wavushaji wa kuvusha hapa watu. Kwa kweli ilikuwa tatizo kubwa sana kwa usumbufu, lakini kwa sasa hivi tunaona mambo yanakuwa yamekaa fresh. Kwa mnavusha tu kwa shilingi ngapi hapa mtakita kuvuka? Mtu kwa kuvuka ulikuwa tunavusha kwa shilingi 1500 kwa pikipiki, kwa mtu kwenye basiketi tulikuwa tunavusha 500. Gari ilikuwa haiwezi kupita. Gari ilikuwa hazipiti hapo. Sisi tulikuwa tunatumia mitungi. Mitungi ni mitungi ipo kwenye mlimani, ukienda mlimani kuna mamiti makubwa tunaenda kuyapasua yale marani. Tunatoa ndio tunajikunja. Tunaweka miti kama miti 3 chini. Ndio tunapandisha mapikipiki tunaanza kupiga mwiko. Wale wajawazito wale walikuwa hatuwavushi hapa, unakaribia huku tu kwenye kata ya Seleli zahanati. Walikuwa wanajifungulia huko. Huku. Baada ya ujenzi wa daraja hili unadhani unaona kuna faida gani mtazipata nyinyi kama wakazi wale? Faida za hapa kama daraja likiisha ndo tutakuwa hata sisi wananchi tunashukuru. Kwa jina naitwa Agnes John, mkazi wa Makondeko. Ndio, hapa kabla daraja haijajengwa mlikuwa mkutana na shida gani? Tulikuwa tunakutana na shida ya kuvuchiwa kwenye maji, kupita ilikuwa ni kazi. Unachukua masaa mangapi mpaka uvuke hapa? Tulikuwa tunachukua saa moja tu. Unatumia njia gani kuvuka? Walikuwa wametengeneza makitu fulani ya kuwavuchia. Kwa mnalipia shilingi ngapi? 1000 ukiwa na mzigo 5000. Ushalipa sana 1000 zako 1500 hapo? Nishagalipa kweli. Pole sana. Sasa hivi daraja linajengwa hapa, una kitu gani cha kusema? Asante tu kwa kutujengea usafiri, tupate usafiri na kupita vizuri kwenye daraja. Rais tunampongeza tu kwa shukrani aliyoitoa kutujengea daraja. Kwa jina naitwa Engineer Kisandro Robert, ni manager wa TARURA wilaya ya Kaliua. Hapa tuliposimama tunapojenga daraja hili unaitwa ni mto Makondeko lenye mita 60.3 linalounganisha wilaya mbili, wilaya ya Kahama kwa maana ya mkoa wa Shinyanga na wilaya ya Kaliua kwa maana mkoa wa Tabora. Daraja hili lina thamani ya milioni 621,589 na shilingi 860. Linafadhiliwa na fedha za Benki ya Dunia. Kule nyuma wananchi walikuwa wanavuka kwa mtumbwi. Kama tunavyoona jiografia ya eneo hili huwa inajaa maji mpaka almost kama mita 500 kwenda kule na huku. Kwa hiyo kwa ujumla wananchi walikuwa wanapata shida sana kwa ajili ya kuvuka kwenda ng'ambo ya mkoa mwingine kwa maana ya kusafirisha mazao au kupata huduma mbalimbali za kijamii. Na ndicho kilichopelekea ili tuweze kujenga daraja kwa ajili ya kurahisisha hizo huduma kwa wananchi.
Mradi huu ulianza lini na unatarajiwa kukamilika lini, na shughuli gani chache ambazo zimesalia kuweza kufikia mwisho wa mradi kukamilika, lakini mpaka sasa umefikia asilimia ngapi kwa makadirio? Mradi huu ulianza kutekelezwa tarehe 22 mwezi wa 6 mwaka 2024, lakini pia unatakiwa kukamilika tarehe 22 mwezi wa 10 mwaka huu 2025. Asilimia ambayo imefikia katika utekelezaji ni asilimia 78. Kazi ambazo zilizobaki kama unavyoona mwandishi wa habari ni umaliziaji wa openings mbili ambazo zilizobaki, lakini pia ni kunyanyua tuta kwa ajili ya kuunganisha sasa upande huu na upande ule kulingana na daraja jinsi ambavyo lilivyoinuka. Sawa, matumizi ya mawe kwenye ujenzi wa daraja hili ukilinganisha na ujenzi mwingine, aina nyingine ya ujenzi ambao unatumika kwenye maeneo mengi, umeokoa fedha kwa kiasi gani? Kwa preliminary design ambao tulidesign kipindi kile, wakati tunafanya comparison kwa maana ya cost, tulipo design ili kwa maana ya kujenga daraja lenye zege, yani complete yote ambayo ni zege, ilileta karibia bilioni 3.2. Lakini tulipokuja kuangalia katika tukitumia alternative ya kujenga kwa mawe, ilileta kama milioni 700. Na ndipo tulipotangaza tenda, mkandarasi akaomba sasa kwa milioni 621. Mkandarasi VAT. Mkandarasi ni nani? Mkandarasi anaitwa Mngalang'ombe Company Limited wa Tabora. Ni mzawa kabisa. Ni mzawa kabisa. Uhakika na ubora wake na uimara unakuwaje? Uimara wake kwa madaraja ya mawe yana lifespan kubwa. Tofauti na madaraja ya zege pia. Kwa hiyo tuseme tu ni terminology ambayo watu tu hawajaizoea, lakini terminology nzuri kwa maana ya sehemu ambako kuna availability ya material ya mawe. Kwa hiyo ni njia sahihi ambayo pia inaokoa gharama kubwa. Na ni imara na ni salama kabisa kama unavyoona. Baada ya kukamilika kwa daraja hili, faida zipi ambazo wakazi wa maeneo haya na wakazi wanaounganishwa na daraja hili katika wilaya hizo ulizozitaja, ama kama sio mikoa pia Shinyanga na Tabora, wataenda kunufaika? Daraja hili kuna wakazi ambao wanaozunguka takriban karibia kata 4. Ukiangalia kutoka hapa mpaka Kahama almost kama kilomita 56. Lakini awali walikuwa na lazimika kuzunguka almost karibia kilomita 150 kitu. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo kwamba itawarahisishia pia kusafirisha, kwa sababu maeneo haya kwa sehemu kubwa ni wakulima wa mpunga. Na soko kubwa la mpunga kwa hapa ni Kahama. Kwa hiyo itarahisisha kusafirisha mazao kupeleka Kahama pia, lakini pia kupata huduma zingine za kijamii, maana afya na vitu vingine.